Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Kivuli cha Kweli. Mwandishi na msimuliaji wako ni mimi Gerard Kadinya. Kuliko pambazuka, habari za kutoweka Mwalimu Kito zilikuwa zimesambaa katika kila kona ya kijiji cha Mlimani. Vikundi vya watu vilikusanyika chini ya mti mkubwa wa mkuyu, kila mmoja akiwa na simulizi yake. Wengine walidai mwalimu alikuwa ametoroka, wengine wakasema amechukuliwa na watu wasiojulikana, huku wachache wakiamini aliuawa kwa sababu ya ukweli aliyokuwa akiufichua. Jasiri hakukubali kusikiliza maneno ya uvumi. Aliongozana na rafiki yake wa karibu aitwaye Amani kwenda kupekua nyumba ya Mwalimu Kito. Walipoingia ndani, walikuta kila kitu kikiwa kimetawanyika kana kwamba kulikuwa na mapambano makali. Vitabu vilikuwa vimetapakaa sakafuni, meza ikiwa imeanguka. Lakini jambo lililowashangaza zaidi ni kwamba kompyuta ya mwalimu ilikuwa imetoweka. Huyu hakutoroka, alisema Amani kwa sauti ya chini. Kuna mtu amemchukua. Jasiri alipiga magoti karibu na meza iliyopinduka. Chini yake aliona kipande kidogo cha karatasi kilichokuwa kimekunjwa. Alikifungua kwa tahadhari. Karatasi hiyo ilikuwa imeandikwa maneno machache tu: ukweli umefichwa chini ya jiwe lisilotazamwa na mtu. Msimwamini kila mwenye tabasamu. Wakiwa bado wanatafakari ujumbe huo, ghafla mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Wakaingia askari wawili wa kijiji wakiongozana na Kamanda Bendera. "Nyinyi wawili mnafanya nini hapa?" aliuliza kwa ukali. "Tunatafuta ukweli kuhusu Mwalimu Kito," Jasiri alijibu bila kuogopa. Kamanda Bendera alicheka kwa dharau. "Ha, ukweli si kazi yenu. Kuanzia leo hakuna mtu atakayeruhusiwa kuzungumza kutoweka kwa Mwalimu Kito. Atakayekaidi ataonekana kuwa adui wa kijiji." Baada ya kusema hivyo, askari walichukua baadhi ya vitabu na kufunga mlango kwa muhuri wa serikali. Jasiri na Amani walitoka nje wakiwa wamekasirika. "Hivi kweli wanaweza kuficha kila kitu?" Amani aliuliza. "Hapana," Jasiri akasema kwa kujiamini. "Kadiri wanavyoficha ukweli ndivyo watakavyotuonesha kwamba kuna jambo kubwa wanaliogopa." Wakati wakiondoka, walimuona tena Mzee Kivuli akiwa ameketi juu ya mwamba akiwatazama kwa tabasamu la fumbo. "Mmetafuta ndani ya nyumba," alisema taratibu, "lakini siri haijawahi kujificha mahali panapotafutwa na kila mtu." "Unamaanisha nini?" aliuliza Jasiri. Mzee Kivuli alisimama na kuelekea msituni. "Kama mnataka kumpata Mwalimu Kito, anzeni kwa kutafuta wale wanaonufaika na kutoweka kwake." Baada ya kusema hivyo, alipotelea katikati ya miti kama kawaida yake. Jasiri na Amani walitazamana. Kwa mara ya kwanza waligundua kwamba safari yao haikuwa ya kumtafuta mtu mmoja tu, bali kufichua mtandao mkubwa wa siri uliokuwa umejificha nyuma ya viongozi wenye nguvu. Na bila wao kujua, macho mawili yalikuwa yakiwafuatilia kutoka mbali, yakisubiri muda sahihi ya kuwanyamazisha milele. Je, nini kitafata? Walioficha ukweli kugundulika au Mwalimu Kito kufahamika? Usikose sehemu ya 3. Langu jina ni Gerard Kadinya.